Novokuma barwani. Novokuma. Ezi wano kwenda. Noto ngapi anisemea. Koja kwa kubose kila ukwenda. Mondo. Ayiwe be. Ni wona maondo onde. Mwenye no masiasia. Nesu ni mbele yake. Alama tema video meendelea yoni adhime osiote. Ungadime nye mudhukumi waku nikane dhayo gikwata anisye umbu wako watia mio yako anga amekwata ubika mumino kidoni Dodama siaweko ala aima kibeba mai bindaye halama ile magadela hinde dodama langa yiwa nyuvia kwando wakumyo witoa mbe wakumwa kwande vae uma maizi wa mama mbamui wakumyo hinde watondo mandi wa service halama mandete gai Nodubani sekwesilawa webo wake Nikwedo webo na maundu maniku mangai Esuni wade tuangai Ilo mchaka tano kwa mea uswa waikopina mwanza Mwiga suwani kanano okie kubetangamia waya moja
mose najoneka atate kindu na kumanisia ndo angi meka otake mwiwite oingi kana ibinda yatene ando nimeiwe ebitamana tatu mwaka wa mbele wa kanisa kasoma maito mwadhani wa umonde mwana somo yambe kwa kubikwata tuiwa kana tugende watu na mudhelu na utautu kende watu flona kwa hata kama kwenda kwa ngai na tuiwe tuiwe ya besia tino wa somo litu yambe responsible na accountable kwa meko maito niasia ilakana kasi awana kaia na tino wa nyumbani unaendelea kao lakini otoni nikana kwa wingi ndio mina maingi kwenda watu mea excuse Yesu nikapenda tuweka mavito hivi kumaye wito ni wao watu weteke kana ile wito Mungu aniza na ndio kuna ila mundu yanite na wao monde to ndikana ila mundu waje kwa ngekanyo na mundu mai kwa aniza ela iko hapa kumba huko kibika nambi kwa hiyo atumbie na tunenda udasio lakini kitu kipata kaya mina kumba Adamu na Hawa iwe amanenga udasio bado mataile mayitumia udasio suo na ugoma ndiye kwika opposite ya kila kaile matabi na udasio kuyu na ngai mwene no nega ndai ya udasio suito ona no nega ndai ya kunubiwito ona ni momele ya mamba ewe tukaba tino wa somo hili tu ya kuni ya wadasirak na tuiwa kana mbewa mundu na kila mundu wabiki ya kunyumba nichoka hiyo nega na tuewa ziada kutoka kwa watu ni batayo kunyumba kiku tiwa kutoka nyumba kulea kwa tia hivi ya wanangai na kweli wa unataka uhusiano ya wana na batayo maito na kwa kile kibara kulika na umonde ulapo nyumba ya watu iwe tonde baada kwa atubie kwa kwenda kuito kweli watia Kristo na kwa kia kubatika na kweli watia atimake alamu matakwisi ngai tuitu kama manze alafu ina mama kia kwa maybe the thing one jumuiya sito pia ndio ya mimbadia ni kwa sasa personal kile ya wakidunia na utaudi yote ya madena mabera hito kwa kwa yangu na watu ndani ndio kwa jumuiya kwa kunyumba na ndio kwa hiyo maini ba watu ya hiyo ama ndio kwa moseo ndio hivi yani wa maini kila wala musa kuwa munde obisi ulo nengwa onagenda kuyanata unengwa ndaya lakini tuimba na maobisi mausa kwandu wenani haitawezekana na mimi sina haya tukua na uongozi ambao unafaa na unaeleka ogano mangoda ndio kitu musisia watoto widungela ni officially ondu nukie na niseme ya kwamba mfano ambao unaweza fuatwa na Wakenya utafanya utaratibu wenu wa kutafuta viongozi wa kuendesha kanisa mbele ili tupatie hao watoto mfano mwema na Mungu atatubariki. Kwa hivyo Ruto hatutakaa kimya ufisadi itendeke kwa ofisi yako na tukuachilie. Na hii sio ya kwanza. Hii sio ya kwanza. Tunajua Makindu Motors waliadaiwa kwa ofisi yako na ukanyamaza. Saa hii watu kutoka Poland wanakuja kuadaiwa. Sisi kama Wakenya tunataka ofisi yoyote ya serikali iheshimiwe na ipewe ile heshima inafaa kuwa nayo. Tuhakikishe Wakenya wamepata huduma. Ofisi ya deputy rais ya kufanyia kandarasi ni ya kufanyia wananchi kazi. Na kama umeshindwa na kazi, ondoka mara moja, tutafute Mkenya ambaye amevaa na ni msafi kama pamba, kwa sababu inaonekana wewe wale unashinda na wao ni wezi na ni watu ambao hawaelewi hii nchi inaenda wapi. Tutafanyana na hii ofisi ya deputy president because it's bringing shame to the presidency of this country. Kenyans, let me remind you this. That is not Ruto's office. That is our office. Presidency must be given the entire respect
by whatsoever staff or government or civil servant. Lakini kama kiongozi lazima nikosoe maneno tumeona kwa runinga wiki hii. Ofisi ya naibu wa rais inatumiwa kama karakana ya kuandaa wananchi, wawekezaji na kuandaa wale ambao hawana nia ama hawaelewi kama wanaandaliwa. I want to ask the Deputy President, Honorable Samuel Ruto, if you are not linked to the issue of the scam of the gun which was done in your office, come out clear to clear your name. If you are not coming out, we as members of parliament will demand you to resign because you are giving the president a shame. Hatuwezi kuwa na naibu wa rais ambaye ofisi yake ndiyo inatumiwa kufanya ufisadi ambao haiwezekani. Lazima Mheshimiwa Ruto ujipange, kwa sababu wiki hii sisi kama wabunge tuelewane kinagaubaga kama ulikuwa unajua ni nini litendeka ofisi yako ama huko unajua. Na kama ulikuwa unajua na huko angalia isitendeke, anza kujiuzulu, kwa sababu tutapanga mikakati ya kupeleka nyumbani.